Hi everyone, what's up? It's your girl Diva and guess what? Karibu kwenye Diva Podcast. Leo tuna cruise in na mrembo mmoja amazing ambaye ametrend lately kupitia social media, video ambayo inamuonyesha akienda dinner with Q-Radio. Kwanza ni washukuru sana Tilisho Safaris. John Tilisho, shout out kwako. Amekuwa supportive to my podcast and he told me like, you know what? Follow your dreams. Can't wait to watch this podcast. Lakini speaking of Tilisho guys, wana warembo wazuri mno. Katika career yangu nimebahatika kufanya interview na warembo wa Tilisho akiwemo Fatma. Alafu nikafanya na mdogo wangu tena Simon Highness. Hivi ni nini kingine ambacho unafikiri kinakuja? Kuna Irene here, lakini kuna wengine pia watakuwa wanapatikana kwenye podcast zangu, so karibu sana. Life is digital guys, watu wanafuatilia sana social media kuliko hata kitu kingine chochote. So podcast zangu zitapatikana Instagram, Facebook and YouTube. Make sure you subscribe to my YouTube channel. Karibu sana. One more time, naitwa Diva, the $1 billion voice. You can follow me at Diva the Boss on Instagram. Irene is right here, so stay ready for our exclusive interview. So guys, this is Irene. How are you? Okay. I love your voice. You sound so like, I don't know. Ni mpole wewe? Sio mpole. Nimefurahi sana kukuona. Niliona this video aliposti Q-Radio, akasema jamani namsubiria Irene, she's 10 over 10. Yaani yule dada ni mzuri, ana miguu mizuri sana sana sana. Na nafikiri ulitrend kupitiliza kwa sababu watu wengi walikuwa wanasema wewe na Q-Radio kama vile mmeendana nini. Kwa hiyo mngefaa kuwa couple moja amazing. Lakini we all know that Q-Radio has a girlfriend anaitwa Vidalo. Kwa hiyo nikasema nikipata nafasi nitakuuliza. Kwanza tell me about yourself. Rin ni mtu aina gani? Mimi kwa majina yangu kamili kabisa naitwa Irene Richard Mbaga. Ni Mpare, tokea pale Same, kijiji cha Msindo. Then ni mtoto wa mwisho katika familia ya watoto watatu. Okay. Kiume 2, then wa kike 1 ambaye ndo mimi. Kwa umezaliwa peke yako mwanamke? Na ni last born? Yeah. Last born tunaraha jamani. Karibu kwenye podcast yangu. Asante sana. Nimefurahi kuwa na wewe. Asante. Na zamani tulikuwa tumezoea kuona makondakta wa daladala wakiwa wanaume, madereva wa magari, mataxi manini wakiwa wanaume. Lakini sasa hivi tunaona boat drivers wanawake, makondakta sasa hivi wa kike. Wewe mwenyewe ukiwa ni moja kati ya kondakta ambaye tunaambiwa kwamba ndio the sexiest conductor kwa sababu una miguu mizuri kuliko kondakta yote wa kike in Tanzania. Ilikuja ukaamua kufanya kazi ya kondakta? Naweza nikasema sio kitu ambacho kilikuwa kipo kwenye mipango yangu. Ila nimetokea tu. Okay. Kitu ambacho nimekisomea, mimi nimesomea pharmacy. Kama umesomea pharmacy. Okay. Baada ya kumaliza chuo then nilishindwa kuendelea pale. Kuna vitu vilitokea kidogo ni private kuhusiana na familia. Then ndo nikaamua kujiingiza kwenye ukondakta. Kwa uliamua kujiingiza kwenye ukondakta kwa sababu your family ili face challenges. Na kwa nini uliamua kwenda Tilisho labda? Au ulianzia sehemu nyingine ndo kuja Tilisho? Nilianzia sehemu nyingine, kampuni moja inaitwa Ngastere. Makao yake makuu yako Dodoma. Nilikaa pale kama miezi 8 hivi, ila nilikuwa ofisini. Nimekaa pale kama miezi 8, then baadaye nikaona sio mbaya nijiingize kwenye magari kwa sababu pale nilikuwa najaribu kuomba hicho kitu lakini niliona kama haiwezekani. Kwa nikaamua nijaribu kuomba chochote nikapata. Okay. Kwa nini ulitoka kwenye kazi yako ya kwanza? Kwa sababu ulikuwa upati maslahi. Okay, at least now you understand.
kwamba saa nyingine kuna vitu inabidi ufanye kwa ajili ya maslahi yako binafsi. Nani alikuunganisha na Tilisha? Na rafiki yangu mmoja, tumejuana huko. Yeye alikuwa Tilisha, mimi nilikuwa Sere. Yeah, okay. Rafiki yako nani? Anaitwa Irene. Oh, okay, naye anaitwa Irene. Okay. Inatunganisha tena. Kabla pia kuninganisha nilikuwa ni mteja wao. Nilikuwa napenda sana kusafiri na Tilisha, lakini wengi walikuwa hawajui. Yeye ndo alikuwa ananijua sana. Okay. Kuna mtu yote alishaye kueleza kwamba wewe you have a very beautiful face and beautiful body? Yaani ule mdada mzuri, ile kauli unajua kwamba kwako ina apply, kwamba ni mzuri, una sura nzuri, miguu minene mizuri, like shape nzuri. Kuna mtu alishaye kuambia? Kwa wengi wanakuambia. Na mwenyewe unajionaje kwanza? Lazima mwenyewe ujione, lakini ujione. Ndio. Ukijiangalia kwenye kioo unajionaje? Zote sifa zote ninazosema ninazo. Sifa zote za uzuri unazo. Ambazo ni zipi na zipi? Kama wanavyosema na baby face, sauti, shape, hivyo. Sauti yako ipo kama ya Wema. Kuna mtu leo kuambia una sauti kama ya Wema? Ndio. Leo kuambia ni unamwiga au ndio wewe hivyo hivyo nacho? Ndio nilivyo hivi. Tena nahisi ninapozidi kukua ndio sauti yangu inazidi kukua. Kwa hiyo nakumbuka nikiwa mdogo, naweza nikaongea pata usinisikie ninachokisema. Okay. Ninapozidi kukua na sauti yenyewe napenda jitahidi nitoe zaidi. Hapo kuna mdo nikijitahidi kuitoa nipata maumivu. Pole. Kwa ukiongea sana unaumia. Ama nikishout sana ndio nasikia maumivu huko kwenye. Well, you have a boyfriend, right? I'm single. You don't have a boyfriend? Like you're single? Single? Sasa yule kiredio vile alivyokuwa na kusifia yule girlfriend yake hajakasirika? Ndio mbona alikuwa ni mtu ambaye pia ana comment vizuri kwenye video. Sijaona kama kuna chochote kile ambacho alipokutoa Dina kiredio. He's a superstar, you know, na amejulikana kupitia digital media. Dunia imebadilika sasa hivi, watu wanapata umaarufu kupitia content unazofanya kwenye mitandao, and that is how kiredio became popular because of his content that he is doing on the social media. Sasa mtu kama yule ambaye jamii au jenzi wenye genzi macho yao yote yako kwa kiredio, wanawake wanaume wanaangalia kiredio leo kaposti nini na content gani, wewe kwenda naye Dina ile like kwanza ulimwona the first time ulipokija hapo kachukulia? Sio kumwona, nilimwona siku ambayo tunazindua yale magari mapya, nikamwona ndio nilishangaa kusema leo unapomwona mtandaoni ya live, kumbe nikakijana tukaruka tu. Kwa tili ilipotokea kwamba kwenye zile comment wakachagua jina langu zaidi, pia sikuamini kama itatoka ni Dina. Ukuamini kama ungetoka Dina na kiredio? Kwa mlivyotoka Dina ukafanyaje? Ulikuwa surprise au like ulikuwa nervous na wasiwasi? Nilikuwa na wasiwasi. Nilikuwa na uogopi bwana. Anakuambia kaa tu kwa comfortable. Alikupigia kwamba tuende Dina au ile kweli? Alinipigia. Pigia mimi. Okay. When you una boyfriend and you look pretty like that, hawakutongozi au wewe mwenyewe uko tayari? Kunitongoza tuseme, yani mpaka naamua kwa hivyo kuna vitu nilivipitia kidogo katika mahusiano. The podcast pia inahusu like lifestyle, relationships. Ni kitu gani hasa ulipitia kwenye mahusiano? Mimi mtu ambaye napenda sana. Lakini kitu ambacho kinafanya nikaachana na huyu mtu ambaye wa mwisho nikopania kwenye mahusiano, mimi sipendi mtu mongo. Mimi nafanya kosa, ukikiri nimekosea nisamee, mimi nitakuelewa, lakini wewe unakataa ni sio mimi hapo vitu vinaonekana ni wewe kabisa huyu.
alafu nimekusamea vitu vingi, kuna muda inafika unachoka. Yaani ukiniangalia mimi bado ni binti mdogo, nitafuta kusudi nikang'ang'ania sehemu ambayo ni wanasema how appreciate it. Alikudanganya nini huyo mwanaume? Mwanaume lakini hiyo siku ilikuwa si mdogo, simu yake ndogo, then nikakuta chati, mimi nikikasirika wakati kuongea. Kwa hiyo nimeona vile nilipanic hapo, nikanyamaza. Nikanyamaza wakati huo, then nikamtafuta rafiki yake. Okay. Nilisema kuna this and this and this. Wewe kweli anataka mwenyewe yule jamaa anapokupenda hivyo. Nikamwambia sasa imetokea, na nikamwambia lingine nasema ya kwanza kuliona Yesu ni mara ngapi venye yani pia chenga, nikamuuliza nini pia chenga, mimi naamua kupoteza, lakini sisi ilofikia this is too much really. Nikamwambia mimi nitafanya hii, ongea naye. Nikamwambia sisi kuongea naye na hasira, sisi kuongea naye je, wewe ongea naye mwenyewe. Nika kama siku 2 hivi, nikampigia kiasi, nikamwambia vipi uliongea naye? Yeye ndipo akaniambia nimeongea naye, ameniambia asijirekebisha, na huko mlengo wala alitafute, maana nilimblog, asikumblog, nilimalizia kimi, hakunitafuta. Nikamwona nimtafute, baba mtafuta, akaniambia kwa nini nyamaza kama? Nikamwambia mtu fulani cha kutafuta yanitafuta, hajakwambia hiki na hiki, mimi siongea chochote. Nikamwambia sasa ngoja mimi nikwambie mwenyewe, kuna siku hivi na hivi na hivi na hivi, hamna hivi na hivi na hivi. Nikamwambia nikikupa nimeambiwa sawa, lakini nimeona kwa macho yangu, na sio mara ya kwanza huyu mtu kukuta hicho kitu kwenye simu yako, kwa nini unafanya hivyo? Nakataa. Mimi sipendi sana kuongea na kujibizana, nisitaki kabisa. Kichwa changu ni kipesi. Nikamkata kimya. Okay. Mpaka dakika za mwisho, elimu samete pia nitaendelea na maisha hapo. Tena kuna siku moja nilikuwa nasafiri, nikamuona tena, akamleta huyo mwanamke mwingine. Okay. Kuniona kama mimi nimemuona, lakini mimi nilimuona, nilimwangalia tu, nikamnyamazia. Kisha baada wakaendelea kumtafuta, msamehe, basi wamechukulia kitu cha kawaida, na anabaki chukua tu marafiki zake. Nimwambia hicho kitu hakiwezekani, endelea tu na maisha yake. Na ilikuwa ndo mwanaume wako kwa angeniambia nimekosea ili nisamehe, unapaswa kunidanganya. Ndio uaminifu unazidi kuisha, kwa endelea na maisha yako. Kwa unaamini kama hakuna mwanaume mwenye mwanamke mmoja? Mimi naamini, lakini mimi napenda ni sawa, ufanye mambo yako. Sisi bali nisiaone, na kama nikiaona mimi kwa mkweli kwangu, kama kuna mambo tatu kweli nimekosea, nisamehe. Unaweza kunidanganya ili mimi chapmukata. Okay. Wanaume waongo sana, I don't know why. Like hawaridhiki, wanasema baadhi yao na mwanamke mmoja. Yaani wanataka huku na huku, they just want on some both worlds. Sidhani kama kuna mbele zikita mwanamke mmoja. Unaamini wapo wanaoridhika? Una plan ya kuolewa? Una plan ya kuolewa lini? Unataka kuolewa ukiwa umekuwa kidogo au muda huu sasa hivi? Kwa sasa hivi uongo. Kwa sasa mimi na malengo ya kufanya. Okay. Kuna vitu ni kwenye familia na vile vifanye. Hata kama hujaambiwa na watoto wako, ni leo unatamani wafanyie watoto wako kitu fulani na fulani. Kwa kama ukija kwenye ndoa, vile vitu utaweza kufanya, lazima utahitaji kujenga familia na ule mwenza wako. Kweli kabisa. Una plan ya kuwafanyia nini wazazi wako? Labda mambo mengi. Mambo mengi. Kwa hata mimi mwenyewe tu mambo mengi.
of course wamenifundisha Irene, nijitegemee mwenyewe, usitegemee cha mtu. Hapa nilipo na mpango siku nije sijakata tamaa kwenye kusoma. I wish nije kufungua famasi yangu mimi mwenyewe. Kwa hiyo ndoto yako ni kufungua famasi yako mwenyewe. Very nice. Ongea, lakini kila mtu ana ndoto na sema anataka kuwa in life, you know. Na if you think you can just do it na kuwa kwenye amani, you just do it. Kwa hiyo una plan ya kuacha kuwa conductor au utafanya vyote? Nitafanya vyote, yani baadaye kuna muda nitaacha za nitadili saa na kila ambacho nakitazamia mbele yangu. Okay. Sio famous. Tilisho pale, nani rafiki yako sana ambao ukimwona unafurahia labda? Sijui niseme kwa mimi marafiki sio vitu vyangu, lakini nasema mtu ambaye na appreciate sana ni rafiki yangu ambaye niunganisha kazi. Okay. Dada fulani hivi ana roho nzuri sana. Irene mwingine. Kwa nini unasema ana roho nzuri? Amekufanyia nini? Kukuunganisha tu kazi au kuna vingine anafanya? Vingine anafanya. Tumezoea kuona wanawake wanasema wako tayari kusapotiana. Kwa ukiona mwanamke anakusupport, you know, nashukuru sana kwa sababu anasema adui mwanamke na mwanamke mwenzie, but with me I think kuna wanawake anaweza akakusupport kabisa, kila kitu kikawa kiko sawa. Ni wachache. Nasema ni wachache wenye huu moyo. Wanawake si hatupendani. Mimi hawezi kwani kumuona Irene anaendelea afurahi, wachache sana. Yani lazima kuna ile wivu fulani, why yeye, kwa nini yeye? Kwani why? Lazima wengine watatafuta sababu ya wewe kutoka pale ulipo. Na mimi namuomba sana Mwenyezi Mungu kwenye utafutaji wangu aniepushe watu kama wewe. Mama sipendaje magrupu. Bora ina peke yangu niwe na ringa najisikia, lakini mimi sio mtu wa magrupu. Wasichana wengi Gen Z, sio wote lakini wengi, wanaamini kuwa na mahusiano na mwanaume mwenye hela unaweza kukurahisishia kutimiza ndoto zao katika maisha. Una prefer mwanaume wa namna gani? Kwa upande wangu mimi kwanza, nisema inaweza kuwa sio na kipato sana, lakini at least kipato kidogo. Mimi sio mtu wa kuomba hela sana. Okay. Huwezi kuomba hela sana mimi, na huruma. Unamwonea huruma mwanaume? Kuna watu wananiambia tu unakicha, unamwona mwanaume unampikia hela huyo. Wanaume sio kuonea huruma. Ama kuna hela unamwangalia mtu ana majukumu nini? Kwanza unamwangalia na mtu mwenyewe kwanza. Ana majukumu gani? Lete kuna familia ipo nyuma. Sasa mimi tena nikizitumia zile hela zake nini? Naogopa muomba wewe, mwingine atamuomba na atampa. Ni sawa, lakini nielewe kwamba labda yeye ndio tegemezi kwenye familia, analea, kama ni mama anamlea, analea familia nini. Kuna zile baraka fulani hivi zinatoka kwa mzazi. Like mwanangu pambana hivi ni hivi na hivi, kwa mzazi sawa kiume. Mbona ndicho afadhali mimi kuchukua hizo hela zake na feel like kama kuna laana itanimpati. Bwana. Nitasema mwanaume mwenye hela pia. Ni sawa. Ukimpata mwenye hela pia ni sawa. Yeah, na vitu gani unatamani mwanaume mwenye hela akufanyie kwanza ndo mkiwa mmeanza mahusiano? So lazima unipe hela yako, atilizi ushauri wako. Nisema hivi umeniambia una shida gani? Shida hii. Okay, wewe umefikia wapi? Mimi nimefikia hapa, nimekwama sehemu fulani. Okay, nikusaidie nini? Basi sikusaidie. Aichukua pesa kama ongezea kwenye hicho. Tofauti na yule unaweza kuwa anayo hela, lakini ile useme tukae hivi nimwambie babe kuna 1 2 3 mimi sina, kwa nataka mimi nifanyaje? Ile majibu kama ukishana mbili nikata hadi moja. Kwa nataka tufanye kama unataka hela au unataka nini? Sipendi.
ongea na mimi ni polite way, mimi nitakuelezea vipi na nini. Yule dada vipi mnaongea? Yule nani anaitwa? Yule mwingine alikuwa katilisho yule, mpaka kelele watu wakawa wanaongea sana. Nice. Yeye kuongea naye wala sina tena namba yake. Mimi nimeingia kwenye kampuni, nimekaa naye kama miezi miwili, ndo akaondoka. Kwa hamkuwahi kwa marafiki? Hapana, kwa ni rafiki, mkutane tu labda ofisini pale, mambo poa basi. Nice. Yeah. Wewe unafuatilia michezo? Sports? Unafuatilia? Kabisa? Kuona tumia kiasi gani kutengeneza labda nywele, kuvaa kama hivyo ulivyovaa hapo kwa mwezi, let's say? Tumia tela nyingi. Kama shinga? Kama yeye imesuka ni 75 pale kwa Yvonne Salon. Okay. Jioni ni 5. Tilisho safari zao ni wapi na wapi, na mtu anakata vipi ticket? Tilisho safari hizi kwanza tunaenda safari hizi tunaanzia Dar kwenda Arusha na Dar kwenda kule Rombo Tarakea. Okay. Na ni kiasi gani bei ya kukata ticket? Bei inatokana na gari unalopanda. Okay. Ulitaka la juu, la kati, la chini. Kila gari la bei yake. Na naona jinsi mnavyo spoil customers, wale wateja wale wapanda gari. Wine, sijui mnawapa hiki na hiki. Saa nyingine unajiona kama umepanda ndege, unajua ukipanda Tilisho. Tilisho Safaris ipo kwa ajili yako guys, na bei ya kukata ticket ni kutokana na aina ya gari unalotaka kupanda. Umemsikiliza Rin here akiwa anaelezea, so make sure unakata ticket yako. Hii ni Laura Real Estate guys, tulipokuwa hapa nafanya podcast zetu. Shout out kwao, ndio umetuwezesha to be here and record this, and iko Treasury apartment here at Victoria. Ukifika, hii ni Mikocheni, ngoja nionyeshe. And Treasury Victoria apartment, ukifika Victoria karibu na Kairuki Hospital, pembeni utaona Treasury Victoria apartment guys. Kama unapoona, the place is beautiful, na shilingi $100 kwa siku. So karibuni sana and thank you for watching. Naitwa Diva, naomba nitaje timu yangu. Irene, thank you for coming by the way. Yeah. Hakikisha na subscribe kwenye YouTube channel yangu, tembelea Facebook as well, TikTok Diva with the Balls, and Instagram Diva with the Balls. Just to tell you guys that Diva ni moja tu Tanzania. Shout out kwa Computer Bay Poor, bila kusahau Tilisho Safaris ambao ndio sponsors wetu, and Apple World TZ. Get your MacBook there or iPhone, zile ambazo unaweza pia ukazipata kwa njia ambayo ni za mkopo. Apple World TZ wako Mlimani City. Thank you guys for watching and bye bye.